Napenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na nchi kutukutanisha mahali hapa sisi wananchi wa jimbo la Tarime mjini kuweza kusikiliza ni kipi kile ambacho kimeweza kufanyika tangu kipindi cha kuchaguliwa Mheshimiwa mbunge Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko mwaka 2015. Moja kwa moja napenda nianze ni kipi ambacho kimefanyika upande wa elimu tangu kuchaguliwa Mheshimiwa Esther Nicholas Matiko. Moja ni ujenzi wa shule mpya ya Mtingiro kwa maana ya madarasa mawili ambayo yako tayari kutumika kwa kupitia fedha za mfuko wa jimbo. Lakini pia Mheshimiwa mbunge ameweza kuchangia yeye binafsi mifuko 20 ya simenti katika ujenzi wa madarasa yale. Na mbili ni ujenzi wa madarasa matatu shule ya msingi Sabasaba ambapo madarasa mawili yamejengwa kwa nguvu za wananchi na darasa moja limejengwa na Mheshimiwa mbunge peke yake kwa maana ya fedha zake za mfukoni. Na tatu ni ujenzi wa madarasa 7 shule ya msingi Buguti kwa maana ya madarasa 5 yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi, darasa moja lililojengwa na mfadhili ndugu yetu Mwita Ikoi, tunapenda kumshukuru sana huko aliko, mumkishie salamu hizi. Na darasa moja limejengwa kwa fedha za mfuko wa jimbo kwa maana ni fedha anazopewa mbunge kwa ajili ya shughuli za maendeleo ndani ya jimbo lake. Lakini pia ndani ya Buguti kumeweza kujengwa ofisi 3 za walimu kwa kushirikiana na wananchi wa kata ya Turwa. 4 ni ujenzi wa madarasa mawili shule ya msingi Tarime kwa kupitia fedha za mfuko wa jimbo. Fedha hizi za mfuko wa jimbo wengi mnaweza msielewe, naomba nifafanue kwa kupitia madarasa ya mawili. Hizi ni fedha wanazopewa wabunge wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wale wa kuchaguliwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo pale ambapo wananchi wanahitaji sapoti yake. Mheshimiwa mbunge anatumia fedha hizo kujenga madarasa mawili shule ya msingi Tarime. Pia kuna uwezekaji wa madarasa mawili shule ya msingi Nyagisese ambapo madarasa hayo mbao zilizotumika ni mbao zote za madarasa mawili kanunua Mheshimiwa mbunge kwa fedha zake mwenyewe. Na 6 ni uwezekaji wa madarasa mawili shule ya msingi Nkende. Madarasa haya yameezekwa kwa kupitia fedha za mfuko wa jimbo kwa maana fedha za mbunge ambapo madarasa hayo yako katika hatua ya mwisho wanafunzi waanze kusomeamo. Na 7 ni uwezekaji wa darasa moja shule ya msingi Taburo kwa kupitia fedha za mfuko wa jimbo. Hizi ni fedha ambazo mheshimiwa aliamua kuzielekeza kupunguza makali kwa wananchi katika ujenzi wa madarasa. Na 8 ni mheshimiwa mbunge kaweza kuchangia viti 50 vya plastiki shule ya sekondari Mogabili ambavyo vinakaliwa na walimu wa shule ile. Na 9 ni mheshimiwa mbunge kuweza kufanikisha kuwasaidia wazazi wanaoshindwa kusomesha watoto wao kwa ukali wa maisha au ugumu wa maisha kwa kupungukiwa fedha. Lakini pia mheshimiwa mbunge anasomesha watoto wapatao 5, wawili mmoja akiwa shule ya msingi sekondari Mogabili na wengine wakiwa nje ya jimbo la Tarime mjini. Lakini pia ameweza kusaidia wazazi wanaoshindwa kuwasomesha watoto wao kwa maana ya sare za shule na vifaa vingine vinavyotakiwa shuleni. Na 10 ni ujenzi wa madarasa matatu shule ya msingi Bugosi. Mheshimiwa mbunge ndani ya shule ile aliweza kuchangia matofali yapatayo 2000 yaliyotumika katika ujenzi wa madarasa. Na 11 ni mheshimiwa mbunge kwa kushirikiana na serikali, madiwani, wafadhili na wananchi kupunguza kama sio kumaliza kabisa tatizo la madawati ndani ya halmashauri ya mji licha ya changamoto tunazokumbana nazo. Sasa hivi tatizo la madawati limepungua kama sio kumalizika. Na 12 ni michango ya mifuko ya saruji ndani ya jimbo letu kama ifuatavyo. Shule ya msingi Masurura alichangia mifuko 20 kwa fedha zake mwenyewe.
Shule ya sekondari Nyandoto mifuko 20 kwa fedha zake mwenyewe. Shule ya msingi Kenyamanyori mifuko 10 kwa fedha zake mwenyewe. Shule ya msingi Mturu mifuko 10 kwa fedha zake mwenyewe, na shule ya msingi Bugosi alipochangia matofali 200. Tunakuja 2000 matofali kwenye miundombinu. Mheshimiwa Mbunge kwa kushirikiana na madiwani wa halmashauri ya mji pamoja na watendaji wa serikali wamefanikiwa kuboresha na kulima barabara mpya ndani ya kata zote 8 zilizoko ndani ya jimbo la Tarime mjini. Kata ya Ketare, barabara zilizolimwa ni barabara Mogabiri Center Tukimtume, barabara ya Mogabiri Center Ntaburo, barabara ya Mogabiri Center Mogabiri Farm inayojulikana kwa jina la Keden, na ujengwaji wa daraja ambalo ilikuwa ni tatizo sana kwa wale ndugu zangu wa Ketare, linalojulikana kama daraja la Sadamiti. Sasa hivi wananchi kule wanapita, hakuna tatizo lolote. Kata ya Nyandoto, barabara ya Damasala Nyagisya, barabara ya Damasala ile sekondari, na kujenga daraja kubwa na imara kuliko madaraja yote ya mitaa ndani ya Tarime mjini lijulikanalo kwa jina la Nyagesese kuvuka mto Moli, ambalo limegharimu jumla ya fedha za Kitanzania milioni 260. Kata ya Nkende, barabara ya Nkende shule ya msingi, barabara ya Mailo ijulikanayo kama Itele Road, barabara ya Magera Center kutoka Kenyatta Road, barabara mpya ya uwanja wa ndege ijulikanayo kwa jina ya Airport Road kutoka Kenyatta Road, na barabara mpya inayounganisha kata ya Turwa, Nkende, Ketare mpaka kuingia jimbo la Tarime vijijini katika kijiji cha Magoma ijulikanayo kwa jina la uwanja wa ndege Ncharo. Wale ndugu zangu wanaopita hii njia, hata hapa mliposimama kwenye ule mlima mnaona umepasuka, ni barabara inapita pale. Hizo ni juhudi za Mheshimiwa Mbunge, madiwani pamoja na wenyeviti wetu wa mitaa. Kata ya Bomani kuna barabara ya Takukuru kuelekea makaburini, barabara zote za mtaa wa NHC, barabara mpya Mawasiliano Bomani na kujengwa kivuko chake pamoja na vivuko vingine viwili. Kata ya Kenyamanyori kuna barabara ya Mzee Mwita tu Dr. Kuruleta ambayo ina urefu wa 1.30 kilomita, barabara ya Bwema Tagota Mwibali na barabara Bomani Kibaga. Kata ya Misangura zipo nyingi, ni barabara ya Starehe Hospitali, Starehe na Misangura, Kawawa Road, Biafra Road, Machinjioni Road, Turwa Tukibaoni Highway, uwanja wa mpira tuna matatu, Machela Tunkele, Nkele Sedele, Machela B Highway, ya Misangura Sekondari, Machela tumaduka matatu, Mbuya Tung'ombe, Mbuya tumakabulini, Bajunana tu Highway tu Airtel, Tobiasigati Road, Laurent tu Highway, na ujengwaji wa makaravati 4 ya kuleta Kawa, Kilalo na Highway Bugosi. Hii ndani ya kata ya Msangura. Kata ya Sabasaba, barabara ya Chomete, barabara ya Frenki Tukimusi, barabara Zakaria Tuawamu, barabara Sabasaba tu CCM, na kujengwa vivuko vitatu kwa majina Sokaberi A, Chomete na Iganana. Kata ya Turwa, barabara ya Mandiga Tuchachapo, barabara Zakaria Tumaswi, barabara ya Mwalimu Chacha Tulebu Sekondari, barabara ya uwanja wa ndege Tulembili, barabara ya Nchao inaunganisha kata ya Turwa na Nkele, na barabara ya Kimenya Tukigogoma. Ujenzi wa mitaro mikubwa ya Nyamwaga kwa kushirikiana na TANROADS iliyokuwa ikijaa maji wakati wa mvua nyingi zinaponyesha. Kama mnavyoshuhudia mkigeuka nyuma, mitaro ile ya barabara Nyamwaga Road jinsi inavyojengwa. Upande wa maji, licha ya mji wa jimbo la Tarime mjini kukumbwa na changamoto kubwa ya upungufu wa maji, bado zipo jitihada kubwa zilizofanyika kuhakikisha tatizo la maji linamalizika ndani ya mji wa Tarime. Tayari halmashauri ya mji imepata Tanzania shilingi milioni 300 kwa ajili ya ukarabati na usafishaji wa bwawa la Nyanduruma ambalo ndilo chanzo kikuu cha maji ya bomba ndani ya mji wa Tarime. Pia tayari halmashauri imekamilisha mradi mpya wa maji Kemange utakaoanza kuhudumia watu wa kata ya Bomani, Nyandoto na Nyamisangula. Kutoka serikali kuu tayari halmashauri ya mji wa Tarime imewekwa kwenye mradi mkubwa wa maji wa Ziwa Victoria. Umeme. Kupitia mradi wa umeme vijijini awamu ya 3, tayari Mheshimiwa Mbunge kafanikiwa kuipigania mitaa yote
iliyoko pembezoni mwa mji wa Tarime, hasa kata za Ketale, Nyamisangula, Nyandoto, Turwa, Kijamanyoni na Nkende, na kuingizwa kwenye mpango wa umeme vijijini licha ya kuwa ndani ya mji wa Tarime. Hata kama tuko mjini, lakini mheshimiwa ameweza kutupigania, tumeingizwa kwenye mpango wa umeme vijijini ya awamu ya 3. Hizo ni pongezi kubwa inapaswa tumpatie mheshimiwa mbunge. Uchumi na biashara, tayari halmashauri ya mji wa Tarime imekamilisha taratibu zote za uanzishwaji wa stendi mpya ya Damasara ambayo inajulikana kwa jina la Kemange. Stendi mpya inayokwenda kujengwa itakuwa imezungukwa na vibanda vya kufanyia biashara na kuwa sehemu mojawapo ya ajira kwa watu wa Tarime mjini na Tanzania kwa ujumla. Ujenzi wa vibanda vya biashara kuzunguka uwanja mpya wa mpira unaokwenda kujengwa mahali hapa tulipo. Vibanda hivi vinakwenda kuwa sehemu ya ajira kwa watu wa Tarime mji, kwani tayari watu waliokuwa wanaishi katika eneo hilo wamekwisha lipwa fidia zao na tayari wameshaondoka kwenye maeneo hayo tayari kwa ujenzi kuanza. Mkiangalia macho yenu huku nyuma, tayari watu hao walishahamishwa, walishalipwa fidia zao na tayari ndani ya wiki 2-3 uwanja huu utakwenda kubadilika na sio kama hivi tulivyosimama. Pongezi kwa diwani wetu, pongezi kwa mbunge kwa kazi ambazo wanazifanya. Tayari kama mtakumbuka, kuna swala la kufunguliwa kwa soko la ng'ombe Magena. Bado juhudi zinaendelea kufanyika kama ilivyokuwa wakati wa mheshimiwa waziri mwenye dhamana kabla ya kuhamishwa wizara, Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kufika Tarime na kutembea mnada ule. Bado mheshimiwa mbunge anaendelea na juhudi za kuhakikisha mnada ule unafunguliwa. Upande wa afya, kuweza kufanikisha huduma ya X-ray kupatikana ndani ya hospitali ya wilaya ya Bomani, kwani X-ray mashine hiyo ilikuwa imekaa ndani ya miaka 2 haifanyi kazi, lakini ambapo mheshimiwa mbunge aliweza kufika kwa ndugu zetu wa kule Akasha Nyamongo, waliweza kusaidia na mashine ile inafanya kazi. Hivi sasa huduma ya X-ray tunaipata ndani ya hospitali yetu ya wilaya ya Bomani. Kuna huduma ya upasuaji ambayo inapatikana ndani ya hospitali yetu kutokana na kukamilika kwa theater kubwa ya kisasa iliyo na vifaa. Licha ya changamoto tunaipata ya wahudumu, lakini jengo lile la theater linaonekana na ambao umekwisha weza kufika maeneo pale umeweza kujionea ni namna gani ilivyojengwa. Kuna kuongezeka kwa ambulance mpya itakayosaidia kupunguza na kuondoa vifo vya wamama wajawazito na watoto. Tulikuwa na ambulance moja, lakini hivi sasa tangu kuchaguliwa mbunge tuna ambulance 2 ndani ya jimbo la Tarime mjini. Pongezi kwake. Kuna kufunguliwa kwa zahanati mpya ya Kongole inayotoa huduma kwa watu wa kata ya Ketale. Wale ndugu zangu wa Ketale, mnatambua namna zahanati ile ilipokuja kuwasaidia sasa wale wamama wa kliniki. Zile huduma zote wanazipata pale Kongole na watembei umbali mrefu kuja kupata ndani ya hospitali yetu ya wilaya ya Bomani. 5, kuna kuboresha bora huduma za afya hasa kwa